Yes, karibu sana. Mureri wa Nikio Kiigaga TV. Haha tukaga kurehe maundu matiganite, inspirations, tukarehe stories cia andu magerire maundu maritu, tukarehe story yaini, tukarehe yani turugano twega na maundu magikumiria we wita murori wakwa. Na gitio giki ga welcome thini wa tabarĩra ĩno ya ũmũthĩ Nikio Kiigaga TV. Wĩigwe welcome, o wĩigwe muciĩ. Na ngũririkania oho rĩngĩ uthi haria ha YouTube witikire kuhinya haria ha subscribe, then uthume thamaji ugitwire atiriri Nikio Kiigaga kiroka atia na uraigwa maundu magithia atia. Nie ngetwo Penina kana Venina wa Nikio Kiigaga na gagikwira we welcome muno na oho ngũririkanie namba ya munene kana namba ĩrĩa ũngĩhũra in case ũngĩkorwo wende kwarania na munene ni 0723 023 687 0723 023 687. Noho ungenda kunginyira no hure thimu namba 0707 445 866 0707 445 866. No korwo wi hau na wina rugano ngenda uka kuheana kana uke utwire kaundu wanagerera kana undu wiho ungenda tunyitanire kana tuko tukiria githugu pamoja no hure na namba yo 0707 445 866. Omothi ndina mugeni wi haha anjethete muno na ni muhiki wi haha no nyende tuko tukithanire hamwe nake tumenye ni ndu rikwenda gutwehera muthenya wa umuthi. Karibu sana. Asante. Uku kwa Nikio Kiigaga TV. Tukoya tutukania githungu na githwendi na gikuyu tondo ko ringi ndohata gukielwa kwaria gikuyu muno. No nyende welcome ruri witu ukimwira umite ku na witagwa atia. Karibu sana. Asante. Mimi naitwa Juliet Gesuko Ngari. Natoka upande wa Embu. Mahali kunaitwa Kawanjara. Na kuishi naishi umoja tu huku Nairobi. Na nimetafuta pesh sana. Niliconnectiwa kwake na Fred. Okay. Anaitwa Isaac. Na nafurahi sana siku ya leo kwa sababu nimepatana na yeye ili niweze kuelezea story ya mtoto wangu ambaye ametufanya tukue hapa siku ya leo. Yeah. Okay, so tuanze. Mtoto anaitwa aje? Jurora mkubwa bado anaweza kujielezea lakini naweza taka kidogo at least utueleta gwatia na maundu mengi mamuigi. Okay, mtoto anaitwa Trevin Ryan Macharia. Ako 9 years. Alifika 9 years December last year. Okay. Na ile shinda ambayo imetuleta hapa ni ya kwamba ako na cancer. Okay. Cancer type inaitwa lymphoma. Ngoja kidogo before tufike hapo. Okay. Mama Trevin anaishi umoja. Mama Trevin ameolewa? Yeah, Mama Trevin ameolewa. Mzee anaitwa Dennis Kithaka. Na niko na watoto wawili. Huyu ndiye wa kwanza. Wa pili ni mdogo ako 3 years. So huyu ndo first born. Yeah, huyu ndiye first born. Okay. Yeah, so about the disease, Trevin alianza kuugua 2018. Alikuwa mdogo, alikuwa anaenda 7 years. Okay. Na wakati alianza kuugua, ilikuwa tu one evening akicheza na watoto wenzake. Nikagundua ako swollen kwa hii lymph node. Ya nyabele sitagwo ngai. Wakati niligundua ako swollen, nilishindwa ni nini kwa sababu ilikuwa evening, nikimuosha asubuhi alikuwa sawa. So watu wengi wakasema ni tonsils. Na mimi pia nikaamini ni tonsils kwa sababu sikuwa nimewahi ona kitu kama hiyo. Pia yeye akimeza kitu unaona anasikia uchungu. Hakuwa anasikia uchungu, haikuwa uchungu, lakini ilikuwa tu imefura. Okay. Imefura mpaka ukishika inasonga. Sasa the following day ilikuwa na Sunday, the following day ilikuwa Monday. Wakati huo tulikuwa tunaishi Dagoreti. Okay. Nikamkimbiza hospitali inaitwa Mutoini Health District Health Center. Wakati nilimpeleka pia daktari akasema ni tonsils.
na akapewa dawa za tonsils. Akaenda akakunywa vile ambavyo unafaa kuona change at least na siku moja mbili. Nikaona haichange. Sasa hiyo alikuwa miaka ngapi? Alikuwa 7. Alikuwa anasoma. Alikuwa 7 years. So wakati niliona haichange na after na ako karibu kumaliza dose, nikampeleka in another hospital, in another facility inaitwa Nile. Nile Clinic, hiyo ni private. So nikampeleka, daktari huyo pia akasema ni tonsils, lakini ni vile hizo dawa alipewa si strong. So akamwandikia sindano, akadungwa na akachange dawa zingine. Na akapewa tena dawa zingine. So after sindano zilikuwa 3. After hizo sindano sikuona change bado. So nikaiacha. Vile unasema sasa umeiachia Mungu. Mi si kufikiria ni kitu ingine. So ukaachia tu Mungu sema itaisha tu. Itaisha tu yenyewe juu sasa dawa za tonsils amekunywa aishi. Hata haipungui. In fact ilikuwa kitu imefura inakaa kama mawe. Ukiuza unasikia ni kama mawe. Ni kama mawe, hata ukishika hivi inasonga. So tukaiacha tu, yeye akaendelea kusoma. Akaendelea kusoma towards the end of 2018. Towards the start of 2019. Mtoto wangu akaanza sasa kuumwa na joints. Joints za miguu huku kwa magoti. Ilikuwa inakuwa stiff. Na ilikuwa ina happen usiku. So asubuhi akiamka ako sawa. But usiku miguu zina kikunja hivi inakuwa stiff. Inakuwa uchungu, analia sana. Nikambadilishia hospitali, nikampeleka ingine. Bado Dagoreti tu. Na bado amefura. Bado amefura. In fact ilisonga sasa from this side ikaenda hii side ingine. Yeah. So mimi sasa siku anaelewa ni nini. So nikampeleka hospitali juu ya hiyo kuumwa na miguu, hiyo stiffness. Akaenda akaanza kupewa dawa sasa za painkillers tu, kwa sababu hakuna mtu alikuwa anaelewa. Hata madaktari ni kama hawakuwa wanashika kabisa. So akapewa dawa, shida ya miguu ikaacha kwa wakati huo. Towards the end of 2019. 2019 kitu August. Akaanza sasa akafura sasa side zote mbili. Akafura side zote mbili, so ilikaa ni kama amefura hivi hapa pameshikana na hapa. Ikakaa kama goita. Sasa ile hospitali alitibiwa miguu, nikampeleka akafanyiwa blood tests. Kufanyiwa blood test akaonekana white blood cells zake ziko high, ziko juu sana kuliko kawaida, na damu yake iko chini. So kulingana na hizo results, huyo daktari mwenye hiyo clinic alikuwa anafanya kazi Kenyatta huo wakati. Akaniandikia referral letter nimpeleke mtoto Kenyatta for further investigations. So nikaongea na babake, nikamwambia vile tumeambiwa na daktari, akaniambia ni sawa. Mimi nikampeleka Kenyatta. Sasa safari tukaanza ya kwenda Kenyatta, lakini outpatient. Okay. So unajua tukienda Kenyatta lazima wafanye test zao, wafanye test nyingi. Wakafanya test Kenyatta, wakapata bado ni hiyo white blood cells iko juu na red blood cells. Sasa ile HB inaitwa blood count iko chini, ilikuwa chini juu. Normal I think inafaa kuwa 10 and above kwake. So ikawa yake iko chini, ilikuwa 8 wakati huo. So tulienda outpatient, tulifanya test kadhaa. Ndio the last test tulienda tukapewa results, tulitumwa kwa daktari wa watoto. Tulitumwa kwa daktari wa oncology. Okay. Mimi sikuwa najua oncologist ni nani. So I googled, nikaangalia nikaona oncologist ni daktari wa cancer. Sasa hapo nikaanza kuchanganyikiwa. But nikasema wacha niende, maybe oncologist huwa anatibu magonjwa mengine hata kama si cancer. Ni daktari kufanya nini? Hapana, niliambiwa tu on Monday uende kwa oncologist na hizi results. So nikaenda on Monday, tukaenda na mtoto, tukaenda kwa oncologist.
unajua Kenyatta line ni kubwa. Sasa So unafuata mapema kabisa. Unafuata line kufika kwa daktari. Anakuuliza, nikaanza kuulizwa kama niko na NHIF, nikasema ndio. Nikaulizwa kama iko active, nikasema ndio. Nikaandikiwa, nikaambiwa wewe enda kaa pale, ugoje tunaenda admission. Mi mtoto anatembea kwa sawa. Nashindwa mbona tunaadmitiwa. Nikashindwa sasa mbona tunaadmitiwa. What's happening? Mi sikushika. Alafu unajua sasa watu wengine wanangoja nyuma, daktari hataki hizo maswali nyingi. So mimi nikaenda nikakaa, nikaandikiwa, unajua kuna hizo lazima uende ufill forms, nini hizo vitu zote nikafanya. Nikapiga sasa simu nyumbani. Sasa huyo mtoto mwingine wangu alikuwa mdogo, alikuwa ananyonya. Alikuwa 6 months. So wakati nilipiga simu nyumbani, sasa Dagoreti, nikapiga simu nikasema, nilikuwa nimemwacha na jirani, nikamwambia, hatutarudi, tumeambiwa tunakuwa admitted. Sasa watu wakachanganyikiwa, kaniambia, na simu litoka na Trevi na asubuhi vizuri. Kwani kumeendaje tena mnakuwa admitted? So nikamwambia tumeambiwa hivyo but hakuna any other information. So sisi tunangojea tu. So nikapigia babake pia ndio ajue sasa how to handle the baby. Juu sasa mimi niko hospitali, niko admitted. Although alikuja na rafiki yake mwingine hapo. Na akamwambia wakakuja sasa kujua nini inaendelea. So tukafanywa admission, tukaingia ward. Tukaanza sasa mambo ya scans, x-rays, nini, vitu tu nyingi zenye hata sijawahi sikia mimi, nilianza kusisikilia hapo Kenyatta. So ya kwanza ilikuwa inaitwa bone marrow test. Bone marrow test, mtoto anatolewa bone marrow. Inatolewangu hapa kwa hip. Inavurutwa. Kuna shindano huwa inakaa kama ina drill alafu inavuruta. Sio mtoto bado mdogo. Hiyo alikuwa sasa 8. Tuko 2019. Alikuwa 8 years. Sasa bone marrow test ikatoka, ikasemekana hakuna shida. So bone marrow test ni ya kutest kama akona kansa na kama imeingia kwa bone marrow. Ikaonekana haikutoa kitu. Haya, so sasa tuko Kenyatta, na unajua Kenyatta ndio yani procedure moja ifanyike ina take long. Sasa tumekaa kama a whole week. Anatoleangwa damu karibu kila siku. Sijui anaenda kupimwa nini. So mko Kenyatta admitted already, mko kwa ward. Tuko ward. Kwa wiki mzima. Bado hajasema anything. Hakuna kitu amesema. Vitu zote wana scan, hakuna kitu inatoa. Sasa labda tule unasemanga, unajua mtoto hawezi kosa amweba, mtoto hawezi kosa tumagonjwa tu tudogo. Alafu tena unajua Kenyatta ward ni watu wengi. So wale watu wanakuja wakiwa wagonjwa, wanashughulikiwa kwanza. Alafu tena wakikuja na ugonjwa kama ni airborne, unaona wanaambukiza wenye wamewapata. So unapata hata huyo mtoto hata kama hakukuja akiwa mgonjwa, bado anapata ugonjwa. Anaanza sasa kupata ugonjwa. Tukakaa huko first week, second week. Second week babake akaniambia hapana. Sasa ikafika pahali juu ya huyu mtoto mdogo na matiti zilikuwa zinauma sana. Sasa alikuwa anakutoka kazi, anakuja analala na yeye, mimi naenda nyumbani. Naenda nalala na yeye, mchana namwacha. Nakuja sasa namrelease, yeye anatoka hosi kama anaenda kazi. Second week tukasema hapa. Alafu unajua Kenyatta hakunanga vitanda za ni vitanda tu za watoto juu analala wawili. Sasa wewe unakaa chini. Sasa unalala chini. Unalala chini kwa floor. Wakati mwingine unapata mattress. Ukipata mattress daktari anakuambia hapana, hizo mattress ni za watu wa maternity. Ilikuwa tu shida. So second week babake akasema hapana. Akaenda akaambia daktari mwenye alikuwa in charge, sasa kama hakuna kitu mnafanyia huyu mtoto, turuhusu tu tuende nyumbani. Juu mtoto anakaa huku, ni tocha kwetu kama wazazi.
bili inaongezeka na hakuna treatment, hakuna improvement tunaona. Mtoto bado amefura tu vile alikuwa amefura. Tulikuja huku juu ya hii kufura, tujue ni nini. Sasa tumekaa, nothing is happening. So ndio tukaambiwa na daktari kuna procedure anafaa afanywe inaitwa biopsy. Biopsy basically ni kutoa hiyo lymph node kanyama kaende kwa lab kapimwe. Na hiyo ni a theater case. Hata kama ni minor surgery ni a theater case, lazima ende theater. Theater ya Kenyatta nayo iko booked, forever booked. Unaambiwa kesho mnaenda theater, mtoto hafai kukula akienda theater. From saa 6 ya usiku. Mnashinda the whole day. Mtoto hajakula, jioni ndio daktari anakuja anakuambia kulikuwa na emergency mingi, hatuta manage leo. Hiyo siku inapita hivyo. Mtoto hajakula, ameshida akilia huko. Mnapangiwa another day. Inaenda hivyo. Sasa one day babake niseme aliamka tu akaambia daktari, mimi nitatoroka na huyu mtoto. Na hakuna mahali mtanipeleka kwa sababu sasa kama ni theater mtupeleki. Hakuna kitu na bado bili inaongezeka. Sasa tuko third week. Hakuna kitu inafanyika, nothing. So alichukua mtoto one time wakaenda wakajifungia kwa bafu. Wakatafutwa. Mimi sasa nilipigiwa simu nikiwa nyumbani juu nilikuwa sahiyo na mtoto. Huyu mtoto wangu tena akakuwa mgonjwa, huyu mdogo. Ikabidi nikae home. Huyu sasa aombe ruhusa kazini ndio akae na huyu hosi for that time. Sasa nikapigiwa simu kutoka hospitali nikaambiwa your husband ametoroka na mtoto. Mimi nikasema hapana, the last time tuliongea aliniambia tu bado wako hospitali. Wakamtafuta finally wakampata. Akasema mimi nataka kutoroka na huyu mtoto juu hakuna kitu mnatusaidia. Hamtaki kutupatia referral tuende kwa hospitali nyingine. Mtoto akikaa huku hakukuja akiwa mgonjwa hivi anagonjeka hii. Anatolewa damu mnapima, mnaona ni ndogo tena mnamuongezea, hata ile yenye mmeongezea tena mnaanza kumtoa tena muende mkapime. Sasa ni kama tumechoka. So daktari akaona hiyo kesi ni genuine sasa, wakampatia kama priority. Alifanywa biopsy the following day. Hiyo biopsy na ni kitu tu ya dakika kidogo. Ni kama sijui wanatakanga aje. So hiyo siku alifanywa biopsy, the following day wakapewa distance. Tuliambiwa hiyo biopsy itatake a month kutoka. Imagine a month. What? Sasa tukasema tukamuuliza sasa tungekaa hospitali tena a month tukingojea hizo results. Sasa wakapewa distance wakakuja nyumbani. So mtoto is very weak, alipata hata magonjwa hakuwa nazo. Tumekuja sasa kutibu hata vitu hakuwa nazo in the first place. Sasa a whole month tukangoja. Sasa bado amefura na hakuna dawa anakunywa. Hakuna dawa anakunywa. Anakula. Alikuwa appetite sasa ilikuwa pia imeenda chini. So mpaka ameanza kulose weight. Ameanza kulose weight sasa. Na sasa hizi result hazijatoka. Naona tukangoja. Hiyo month tuliambiwa nikaendea results. Hazikuwa zimetoka. Nikaambiwa tena ningojee 2 weeks. Zikakaa. Sasa wakati nilienda mara ya mwisho, nikatumwa sijui wapi, nilienda mahali kutano. Ndio nikapata hizo results. Tena kuenda kusomewa, daktari akaangalia results akasema, ya. Na huyo mtoto amko na yeye mnafaa kupanda juu. Nikamuuliza kupanda juu aje? Admission. Nikamuuliza admission tena ya nini? Si unielezee vile results zinasema. Akasema hapana, hizi sasa ukuje na mtoto mkuje admission. Juu lazima tu verify hizi results kama ni zake ama zilikuwa mixed up. Mimi nikatoka hapo nje nikashindwa ile tena process ya biopsy ingine. Ati wa verify sijui nilitoka nikitokanga. Nilienda home. Sikurudi hapo. Tukakaa sasa mtoto alikuwa afadhali for some months. Towards the end of 2019 November
akalemewa sasa kabisa. Mtoto alikuwa anatapika bure tu, anakohoa non-stop, usiku na mchana, anakohoa, anatapika, anatapika. Hata alikuwa anakunywa maji, tulikuwa tunashidisha maji moto kwa thermos. Sasa mpaka shule ikamlemea sasa 2019. Akaacha shule. Juu sasa nilikuwa nampeleka asubuhi, kama ako sawa naitiwa tu yeye saa 4. Mimi kazi yangu ikasimama, nilikuwa mwalimu wa ECD. Najua mwalimu wa ECD unasomesha watoto wadogo, baby class, PP1, PP2. Sasa unaona hiyo mambo ya sasa unajua baby class watoto wanakuona kama mama yao. Sasa kushinda ukiwaacha upeleke huyu hosi, hata director anaona hapana, haitawezekana. So ikabidi nimeacha kazi, nimwangalie yeye. 2019 November tukaamua kumpeleka Kijambe. Sasa hiyo alikuwa mpaka akitembea kidogo anakaa chini. Na bado zile results bado uko nazo? Zile results niko nazo na sijui zinasema aje. Juu hata daktari mwenyewe hakukuelezea. Hakunielezea. Yule daktari mwenye alikuwa unakumbuka yule mwenye alikuwa amemtibu miguu once. Ndio nilienda nikapelekea hizo results. Nikamuuliza, nikamwambia hebu nisomee hizi results. Akaniambia hizi results zinasema ni kama type ya kansa lakini si kansa. Nasikia vile alinielezea. Ni kama type lakini sio hiyo. Ni kama lakini hii ugonjwa huwa inapewa kimo lakini si kansa. Zinakuwa anataka kuniambia. Nikamwambia kwani kuna ugonjwa zinapeanwa kimo na si kansa. Hata kama sijasoma sana udaktari, nikasikia hapo ni kama ananidanganya. So alafu mimi nilikuwa in total denial. Nilikuwa ninaona hapana. Sasa mtoto anaweza toa kansa wapi hata kama. Tena nikiangalia kwa familia yetu, juu naangalia history, hakukuwa na kitu kama hiyo. Sasa mtoto akalemewa sasa. Alikuwa anatembea kidogo anaacha kupumua. Anakaa chini. Alikuanga na kabike nilikuwa nimembaia once. Au kabike ndiko kalikuwa kanamkibize juu sasa alikuwa ameacha kuenda shule kabisa. Kuna siku aliletwa na mama mzee. Alikupatwa ameanguka na huko na kabike hapo kando. Kumbe aliendesha bike pali tu ilimlemea akaanguka hapo. Tukaona sasa imekuwa too much. Na mimi na babake hatukuwa tunataka kusikia ni kansa. Hatukuwa tulikuwa indinayo. Kwanza alikuwa anatapika, niwaambia acha kujitapikisha. Acha kujitapikisha. Si ungangane tu, hata kama utakohoa ukunywe maji itakuwa sawa. Anatapika. So tuko hapa kwa kwenda waitwaje? Kijambe. Sasa 2019 ikiisha sasa ilikuwa hapo November hivi. Tukampeleka Kijambe. Kumpeleka Kijambe sasa tulimpeleka na babake. Mtoto sasa alikuwa mkubwa kidogo. Tukamwacha tu kwa plot kwa jirani. So kuenda Kijambe, daktari kitu ya kwanza anapimwa initials, anapimwa oxygen levels, anapimwa temperature, height, weight, hizo vitu. Kupimwa temperature kitu ya kwanza, daktari alirudia hiyo sio temperature, oxygen levels. Daktari alirudia mara 3. Kuona kama ni kweli. Akaniuliza, mtoto mlikuwa naye kwa nyumba? Nikamwambia kutoka lini? Nikamwambia si tunaishingi naye kwa nyumba. Sasa siku anaelewa ni nini anauli. Alitupitisha line. Akatupeleka kwa daktari direct. Huyu daktari tulipelekwa kwake, unajua Kijambe kuna two rooms, kila daktari na ka room. Akampima hizo initials tena. Hiyo oxygen level yake ilikuwa very low. Ilikuwa 70s. Najua normal oxygen ni above 92 huko. Akapelekwa emergency. Sasa sisi tulikuwa tunashindwa kwani ni nini? Pia wale hawajamuelezea venye kuko. Hapana. Wakatuuliza sasa huko emergency ndio tulianza kuulizwa. Daktari akakuja, tukaona amewekwa monitors huku. Mtu akajaa pipes kila pahali, huku kwa vidole, kwa miguu. Sasa tukaulizana na babake kwani nini inaendelea? So mimi sasa siku anaelewa ni nini.
So nikampeleka hospitali juu ya hiyo kuumwa na miguu, hiyo stiffness. Akaenda akaanza kupewa dawa sasa za painkillers tu, kwa sababu hakuna mtu alikuwa anaelewa. Hata madaktari ni kama hawakuwa wanashika kabisa. So akapewa dawa, shida ya miguu ikaacha kwa wakati huo. Towards the end of 2019 kitu August. Akaanza sasa akafura sasa side zote mbili. Akafura side zote mbili, so ilikaa ni kama amefura hivi, hapa pameshikana na hapa. Ikakaa kama goita. Sasa ile hospitali alitibiwa miguu, nikampeleka akafanyiwa blood tests. Kufanyiwa blood test akaonekana white blood cells zake ziko high, ziko juu sana kuliko kawaida, na damu yake iko chini. So kulingana na hizo results, huyo daktari mwenye hiyo clinic alikuwa anafanya kazi Kenyatta huo wakati. Akaniandikia referral letter nimpeleke mtoto Kenyatta for further investigations. So nikaongea na babake, nikamwambia vile tumeambiwa na daktari, akaniambia ni sawa. Mimi nikampeleka Kenyatta. Sasa safari tukaanza ya kwenda Kenyatta, lakini outpatient. Okay. So unajua tukienda Kenyatta lazima wafanye test zao, wafanye test nyingi. Wakafanya test Kenyatta, wakapata bado ni hiyo white blood cells iko juu na red blood cells. Sasa ile HB inaitwa blood count iko chini, ilikuwa chini juu. Normal I think inafaa kuwa 10 and above kwake. So ikawa yake iko chini, ilikuwa 8 wakati huo. So tulienda outpatient, tulifanya test kadhaa. Ndio the last test tulienda tukapewa results, tulitumwa kwa daktari wa watoto. Tulitumwa kwa daktari wa oncology. Okay. Mimi sikuwa najua oncologist ni nani. So I googled, nikaangalia nikaona oncologist ni daktari wa cancer. Sasa hapo nikaanza kuchanganyikiwa. But nikasema wacha niende, maybe oncologist huwa anatibu magonjwa mengine hata kama si cancer. No, kufanya nini? Hapana, niliambiwa tu on Monday uende kwa oncologist na hizi results. So nikaenda on Monday, tukaenda na mtoto, tukaenda kwa oncologist. Unajua Kenyatta line ni kubwa. Sasa unafuata mapema kabisa. Unafuata line kufika kwa daktari. Anakuuliza, nikaanza kuulizwa kama niko na NHIF, nikasema ndio. Nikaulizwa kama iko active, nikasema ndio. Nikaandikiwa, nikaambiwa wewe enda kaa pale, ugoje tunaenda admission. Mimi mtoto anatembea kwa sawa. Nashindwa mbona tunaadmitiwa. Nikashindwa sasa mbona tunaadmitiwa. What's happening? Mimi sikushika. Alafu unajua sasa watu wengine wanangoja nyuma, daktari hataki hizo maswali nyingi. So mimi nikaenda nikakaa, nikaandikiwa, unajua kuna hizo lazima uende ufill forms, nini hizo vitu zote nikafanya. Nikapiga sasa simu nyumbani. Sasa huyo mtoto mwingine wangu alikuwa mdogo, alikuwa ananyonya. Alikuwa 6 months. So wakati nilipiga simu nyumbani, sasa Dagoreti. Nikapiga simu nikasema, nilikuwa nimemwacha na jirani, nikamwambia hatutarudi, tumeambiwa tunakuwa admitted. Sasa watu wakachanganyikiwa, kaniambia na simu litoka na Trevi na asubuhi vizuri. Kwani kumeendaje tena mnakuwa admitted? So nikamwambia tumeambiwa hivyo but hakuna any other information. So sisi tunangojea tu. So nikapigia babake pia ndio ajue sasa how to handle the baby. Juu sasa mimi niko hospitali, niko admitted. Although alikuja na rafiki yake mwingine hapo. Na akamwambia wakakuja sasa kujua nini inaendelea. So tukafanywa admission, tukaingia ward. Tukaanza sasa mambo ya scans, x-rays, nini, vitu tu nyingi zenye hata sijawahi sikia mimi, nilianza kusisikiria hapo Kenyatta. So ya kwanza ilikuwa inaitwa bone marrow test. Bone marrow test
mtoto anatolewa bone marrow. Inatolewangwa hapa kwa hip. Inavurutwa. Kuna shindano huwa inakaa kama ina drill alafu inavuruta. Sio mtoto bado mdogo. Hiyo alikuwa sasa 8. Tuko 2019. Alikuwa 8 years. Sasa bone marrow test ikatoka, ikasemekana hakuna shida. So bone marrow test ni ya kutest kama akona kansa na kama imeingia kwa bone marrow. Ikaonekana haikutoa kitu. Haya, so sasa tuko Kenyatta, na unajua Kenyatta ndio yani procedure moja ifanyike ina take long. Sasa tumekaa kama a whole week. Anatoleangwa damu karibu kila siku. Sijui anaenda kupimwa nini. So mko Kenyatta admitted already kwa ward. Tuko ward. Kwa wiki mzima. Bado hajasema anything. Hakuna kitu amesema. Vitu zote wana scan, hakuna kitu inatoa. Sasa labda tule unasemanga, unajua mtoto hawezi kosa amweba, mtoto hawezi kosa tumagonjwa tudogo. Alafu tena unajua Kenyatta ward ni watu wengi. So wale watu wanakuja wakiwa wagonjwa wanashughulikiwa kwanza. Alafu tena wakikuja na ugonjwa kama ni airborne, unaona wanaambukiza wenye wamewapata. So unapata hata huyo mtoto hata kama hakukuja akiwa mgonjwa, bado anapata ugonjwa. Anaanza sasa kupata ugonjwa. Tukakaa huko first week, second week. Second week babake akaniambia hapana. Sasa ikafika pahali juu ya huyu mtoto mdogo na matiti zilikuwa zinauma sana. Sasa alikuwa anakutoka kazi, anakuja analala na yeye, mimi naenda nyumbani. Naenda nalala na yeye, mchana namwacha. Nakuja sasa namrelease, yeye anatoka hosi kama anaenda kazi. Second week tukasema hapa. Alafu unajua Kenyatta hakunanga vitanda za ni vitanda tu za watoto juu analala wawili. Sasa wewe unakaa chini. Sasa unalala chini. Unalala chini kwa floor. Wakati mwingine unapata mattress. Ukipata mattress daktari anakuambia hapana, hizo mattress ni za watu wa maternity. Ilikuwa tu shida. So second week babake akasema hapana. Akaenda akaambia daktari mwenye alikuwa in charge, sasa kama hakuna kitu mnafanyia huyu mtoto, turuhusu tu tuende nyumbani. Juu mtoto anakaa huku, ni tocha kwetu kama wazazi. Bili inaongezeka na hakuna treatment, hakuna improvement tunaona. Mtoto bado amefura tu vile alikuwa amefura. Tulikuja huku juu ya hii kufura, tujue ni nini. Sasa tumekaa, nothing is happening. So ndio tukaambiwa na daktari kuna procedure anafaa afanywe inaitwa biopsy. Biopsy basically ni kutoa hiyo lymph node kanyama kaende kwa lab kapimwe. Na hiyo ni a theater case. Hata kama ni minor surgery ni a theater case, lazima ende theater. Theater ya Kenyatta nayo iko booked, forever booked. Unaambiwa kesho mnaenda theater. Mtoto hafai kukula akienda theater. From saa 6 ya usiku. Mnashinda the whole day. Mtoto hajakula. Jioni ndio daktari anakuja anakuambia kulikuwa na emergency mingi, hatuta manage leo. Hiyo siku inapita hivyo. Mtoto hajakula, ameshida akilia huko. Mnapangiwa another day. Inaenda hivyo. Sasa one day babake niseme aliamka tu akaambia daktari, mimi nitatoroka na huyu mtoto. Na hakuna mahali mtanipeleka kwa sababu sasa kama ni theater mtupeleki. Hakuna kitu na bado bili inaongezeka. Sasa tuko third week. Hakuna kitu inafanyika, nothing. So alichukua mtoto one time wakaenda wakajifungia kwa bafu. Wakatafutwa. Mimi sasa nilipigiwa simu nikiwa nyumbani juu nilikuwa saa hiyo na mtoto. Huyu mtoto wangu tena akakuwa mgonjwa, huyu mdogo. Ikabidi nikae home. Huyu sasa aombe ruhusa kazini ndio akae na huyu hosi for that time. Sasa nikapigiwa simu kutoka hospitali nikaambiwa your husband ametoroka na mtoto. Mimi nikasema hapana, the last time tuliongea aliniambia tu bado wako hospitali. Wakamtafuta finally wakampata.
Akasema mimi ni kutoroka, nataka kutoroka na huyu mtoto juu hakuna kitu mnatusaidia. Hamtaki kutupatia referral tuende kwa hospitali nyingine. Mtoto akikaa huku hakukuja akiwa mgonjwa hivi, anagonjeka hii, anagonjeka hii, anagonjeka hii. Anatolewa damu, mnapima, mnaona ni ndogo, tena mnamuongezea, hata ile yenye mmeongezea tena mnaanza kumtoa, tena muende mkapime. Sasa ni kama tumechoka. So daktari akaona hiyo kesi ni genuine sasa, wakampatia kama priority. Alifanyiwa biopsy the following day. Hiyo biopsy na ni kitu tu ya dakika kidogo. Ni kama sijui wanatakanga aje. So hiyo siku alifanyiwa biopsy, the following day wakapewa distance. Tuliambiwa hiyo biopsy itatake a month kutoka. Imagine, a month. What? Sasa tukasema tukamuuliza, sasa tungekaa hospitali tena a month tukingojea hizo results. Sasa wakapewa distance, wakakuja nyumbani. So the mtoto is very weak, alipata hata magonjwa hakuwa nazo. Tumekuja sasa kutibu hata vitu hakuwa nazo in the first place. Sasa a whole month tukangoja. Sasa bado amefura na hakuna dawa anakunywa. Hakuna dawa anakunywa. Anakula. Alikuwa appetite sasa ilikuwa pia imeenda chini. So mpaka ameanza ku-lose weight. Ameanza ku-lose weight sasa. Na sasa hizi result hazijatoka. Naona tukangoja. Ai, hiyo month tuliambiwa nikaendea results, hazikuwa zimetoka. Nikaambiwa tena ningojee 2 weeks. Zikakaa. Sasa wakati nilienda mara ya mwisho, nikatumwa sijui wapi, nilienda mahali kutano. Ndio nikapata hizo results. Tena kuenda kusomewa, daktari akaangalia results akasema, ya. Na huyo mtoto amko na yeye mnafaa kupanda juu. Nikamuuliza kupanda juu aje? Admission. Nikamuuliza admission tena ya nini? Si unielezee vile results zinasema. Akasema hapana, hizi sasa ukuje na mtoto, mkuje admission. Juu lazima tu verify hizi results kama ni zake ama zilikuwa mixed up. Mimi nikatoka hapo nje nikashindwa ile tena process ya biopsy ingine. Ati wa verify sijui, nilitoka nikitokanga. Nilienda home. Sikurudi hapo. Tukakaa sasa, mtoto alikuwa afadhali for some months. Towards the end of 2019 November akalemewa sasa kabisa. Mtoto alikuwa anatapika bure tu. Anakohoa non-stop. Usiku na mchana. Anakohoa, anatapika, hata alikuwa anakunywa maji, tulikuwa tunashidisha maji moto kwa thermos. Sasa mpaka shule ikamlemea sasa 2019. Akaacha shule. Juu sasa nilikuwa nampeleka asubuhi kama ako sawa, naitiwa tu yeye saa 4. Mimi kazi yangu ikasimama, nilikuwa mwalimu wa ECD. Najua mwalimu wa ECD unasomesha watoto wadogo, baby class, PP1, PP2. Sasa unaona hiyo mambo ya sasa unajua baby class watoto wanakuona kama mama yao. Sasa kushinda ukiwaacha upeleke huyu hosi, hata director anaona hapana, haitawezekana. So ikabidi nimeacha kazi, nimwangalie yeye. 2019 November tukaamua kumpeleka Kijambe. Sasa hiyo alikuwa mpaka akitembea kidogo anakaa chini. Na bado zile results bado uko nazo? Zile results niko nazo na sijui zinasema aje. Juu hata daktari mwenyewe hakukuelezea. Hakunielezea. Yule daktari mwenye alikuwa unakumbuka yule mwenye alikuwa amemtibu miguu once. Ndio nilienda nikapelekea hizo results. Nikamuuliza, nikamwambia hebu nisomee hizi results. Akaniambia hizi results zinasema ni kama type ya cancer lakini si cancer. Nasikia vile alinielezea. Ni kama type lakini sio hiyo. Ni kama lakini hii ugonjwa huo inapewa kimo lakini si cancer. Zinakuwa anataka kuniambia. Nikamwambia kwani kuna ugonjwa zinapeanwa kimo na si cancer. Hata kama sijasoma sana udaktari, nikasikia hapo ni kama ananidanganya. So alafu mimi nilikuwa in total denial. Nilikuwa ninaona hapana. Sasa mtoto anaweza toa kansa wapi hata kama. Tena nikiangalia kwa familia yetu juu naangalia history,
hakukuwa na kitu kama hiyo. Sasa mtoto akalemewa sasa. Alikuwa anatembea kidogo anaacha kupumua. Anakaa chini. Alikuanga na kabike nilikuwa nimembaia once. Au kabike ndiko kalikuwa kanamkibize juu sasa alikuwa ameacha kuenda shule kabisa. Kuna siku aliletwa na mama mzee. Alikupatwa ameanguka na huko na kabike hapo kando. Kumbe aliendesha bike pahali tu ilimlemea akaanguka hapo. Tukaona sasa imekuwa too much. Na mimi na babake hatukuwa tunataka kusikia ni kansa. Hatukuwa tulikuwa indinayo. Kwanza alikuanga anatapika tunamwambia acha kujitapikisha. Acha kujitapikisha. Si ungangane tu hata kama utakohoa ukunywe maji itakuwa sawa. Naye anatapika. So tuko hapa kwa kwenda waitwaje? Kijabe. Sasa 2019 ikiisha sasa ilikuwa hapo November hivi. Tukampeleka Kijabe. Kumpeleka Kijabe sasa tulimpeleka na babake. Mtoto sasa alikuwa mkubwa kidogo. Tukamwacha tu kwa plot kwa jirani. So kuenda Kijabe, daktari kitu ya kwanza anapimwa initials, anapimwa oxygen levels, anapimwa temperature, height, weight, hizo vitu. Kupimwa temperature kitu ya kwanza, daktari alirudia hiyo sio temperature, oxygen levels. Daktari alirudia mara 3. Kuona kama ni kweli. Akaniuliza, mtoto mlikuwa naye kwa nyumba? Nikamwambia kutoka lini? Nikamwambia si tunaishingi naye kwa nyumba. Sasa sikuwa naelewa ni nini anauli. Alitupitishanga line. Akatupeleka kwa daktari direct. Huyo daktari tulipelekwa kwake, unajua Kijabe kuna two rooms, kila daktari na karoom. Akampima hizo initials tena. Hiyo oxygen level yake ilikuwa very low. Ilikuwa 70s. Najua normal oxygen ni above 92 huko. Akapelekwa emergency. Sasa sisi tulikuwa tunashindwa kwani ni nini? Pia wale hawajamuelezea venye kuko. Hapana. Wakatuuliza sasa huko emergency ndio tulianza kuulizwa. Daktari akakuja, tukaona amewekwa monitors huku. Mtu akajaa pipes kila pahali, huku kwa vidole, kwa miguu. Sasa tukaulizana na babake kwani nini inaendelea? Daktari akatuuliza mko na results zozote? Kuna hospitali mmesha? Tukaelezea mambo ya Kenyatta lakini